Lakini natuma una shida gani? Kwani mtu kutafutia kazi ni jambo baya? Kumbuka yule umefanya naye kazi muda mrefu, anajua mazuri yako. Sio kwamba sijui na matatizo. Yaani ingeikuwa kipindi nafukuzwa kazi ungekuwepo wewe, huenda ndio ungejua kwamba labda huyu bosi ananiangani na mimi. Kwa sababu pale alifoka na kutaka kabisa kunisikiliza mimi. Sasa nashindwa, yani kiwepesi tu hivi eti amenitafutia kazi, tuma bwana sijui kuna kazi. Mimi sipo tayari kwa hilo. Japokuwa nilimkubalia, lakini mimi sipo tayari kabisa kwa hilo dada. Sawa, lakini kumbuka yameshapita hayo, tugange yajayo. Hebu ufanya kazi mdogo wangu. Mimi sione shida ilipo hapo. Ni mtu tu kama kutafutia kazi. Inaonyesha namna gani anakupenda. Napende ukae kuzembe. Hebu ufanya kazi basi mdogo wangu. We ni hapana kwa kweli. Hiyo kazi. Kwa nitatafuta tu kazi zingine. Lakini kusema kwamba mtafutia kazi eti nikafanya. Hapana. Siko tayari yani kwa hiyo. Hivyo una matatizo gani? Unataka tuuze shamba au? Wewe unajua ile ndio lesi wetu. Afu unakataa kazi au unataka ukaibe? Sio kwamba kuuza shamba. Kwani kazi ni hiyo tu jamani? Nimesema nitatafuta kazi nyingine. Kama kazi nitapata tu na nitapiga kazi. Kwani paka iwe hiyo tu? Umeanza mambo yako mdogo wangu. Hivi una matatizo gani? Umepata kazi utaki kazi. Utakuwa maskini wewe. Kwanza mimi naanza hapo. Una kitu chochote kile ambacho umeleta? Basi sawa maana tusirumbane. Mimi nitaangalia. Kuna hii hapa hela alinipatia kama nauli nikabana nikatembea. Kwa hiyo sasa chukua hiyo kaemee, ila baki zamo change. Sawa mdogo wangu, mimi nitaibalance. Baki zamo change hata 2000, 1000 uniletea hapa. Leo kuna mechi ya Simba na Stade Malien. Hiyo ni muhimu. Sisi kama Simba lazima tushinde. Kwa hiyo yani wewe na mipira. Dada. Sawa, mimi nitaibalance lakini fanya kazi. Tutazinguana tu. Mimi sitokuelewa kabisa. Sawa, kazi ni sawa, nitajifikiria kuhusu. Bosi. Mambo vipi? Fresh. Ndio. Naona leo umenitembelea kazini bosi wangu. Kawaida, siku moja sio mbaya. Tupo. Asante. Mambo yanaenda lakini. Mambo yanaenda kidogo, huu msimu wa sikukuu tunasaga bosi. Vipi bosi? Huyo jamaa yuko na mwanamke unamfahamu? Namfahamu bosi. Anaishi tu hapo mtaa wa juu. Vipi wakoje hao wawili? Huyo msichana ndio juzi ni mgeni kwenye huu mtaa, lakini sijajua, lakini ninapoona movement yao kama vile kuna kitu kinaendelea bosi. Vipi? Fresh, unajua dikichukua kimendeta huko hadi nimeanza kusahau. Inabidi au umemwelewa? Hamna, unajua kawaida, lakini unajua ile binti namuelewa sana. Lakini sasa baadhi ya vitu naona kama vile haviko sawa. Kwa bwana Liza nataka kumfuatilia. Sawa bosi. Nimekuelewa. Ujue miondoko yake, movement yake. Koje yani. Sasa yani hilo sio na wasiwasi. Yani takusanya zote data, takuletea mpaka background yake. Yote takuletea bosi wangu. Ndio maana nakukubaliki unajua. Ni Somali. One day, andoto yangu
Aha. Kumbe tuma na utaka ya bosi. Liza, ninaponaga simu yako mimi bana, nakuaga na fulana, natamani nikuone hapo hapo. Najua hapa leo kuna vitu tanipa idea. Bosi, hakuna siku leo nilifurahisha kama leo. Vitu vyangu hivi navipendaga mimi. Kawaida, sijajua vipi unaimaliza lakini. Inaibudu bosi. Inaibudu. Niambie Liza ulichonitia, lakini unajua maana nataka nitoke niende eneo kwanza. Si ni kuhusu yule binti bosi. Katika kufuatilia kwangu nimegundua kuna jamaa anatoka naye kama vile wako kwenye mahusiano, lakini so mbaya bosi. Kumbe ana mtu. Inabidi tufanyeje ili tumpate? Bosi, kama umeamua kuwa naye, hakuna kitakachoshindikana. Sawa, ngoja nifanyie hilo kazi hata mimi mwenyewe. Yani kama mduara, mambo yanaenda meroteti. Yani kama nimerara, pakuchena minendesha V8. Za size dad. Sijaziandika. What do you want? Na, yani unasema nini dadangu, sijakuelewa. Eti hujaelewa. Hujaelewa nini hapo? Yaani unatoka kule ulikotoka. Hodi mpaka huko ndani. Alafu nafika hapo na kuuliza, eti hujanielewa. Hujanielewa nini? Labda unataka nini? Sasa nilikuwa na shida ya Nasma, sijui nimemkuta. Unamtafuta Nasma? Ndio. Kama nani yako labda, alafu yani na ulivyo laugh. Unakuja tu yani sikuelewi eti Nasma. Oya, ondoka. Ondoka, yani sitaki kukuona hapa. Muone kwanza. Samahani dada kama nitakuwa nimekukosea. Ngoja mimi niondoke. Ondoka bwana. Ondoka umenikosea. Umenikosea nini? Toka bwana, muone kwanza. Chuma. Nasma kumbe huko? Ndio, karibu. Asante. Unaenda wapi? Kwenu? Hebu rudi bwana Zuni. Jamani, huyu rafiki yangu. Kwa kama rafiki yako mkusadoni? Au unataka nini labda? Rafiki yako. Na kuniambia zamani ulikuwa wapi? Anaingia tu hapa kwao. Sasa nikwambia wakati ndio kafika muda huu. So. Nawaambia umeondoka kutoka date. Mtu kutoka tu kule. Eti namtafuta sijui Nasma sijui anaingia ndani. Tu mwenyewe mchafu kweli anao makocha au bima sofa. Yaani ni hivi, tema safi alafu umo ndani ya deki. Siku nyingine nisimuone, sijui ni mtu wako, sijui nani yako sifahamu. Shamaliza tayari mimi hapo. Mtu mwingine bana no. Kwa libiana siku tu. Ovyo. Karibu. Pia nisamee. Huyu ni ndugu yangu. Afu sikujua kama utafuta mtu. Kawaida tu. Lakini kitu kikubwa kilichonileta hapa, nilikuwa nataka kuja kukuambia kuwa nimepata kazi. Kazi? Ndio, nimepata kazi. Na ni kazi gani hiyo? Nimepata kazi ya ulinzi. Ulinzi? Na ni sehemu gani hiyo unaenda kufanya?
na ni kwa mama mmoja hivi. Nafikiri uweze ukamfahamu hata nikikuelezea tu ndani. Nafikiri kwa mama tu mmoja. Lakini kwa nini umeamua kufanya hivyo na kuchagua kazi kama hiyo? Nafikiri unaelewa wakati naopitia saa hizi. Na siwezi nikachagua kazi kwa sababu kila kitu nakielewa kuwa tunadaiwa mkopo wa benki. Kwa hiyo nisipofanya kazi hiyo nitashindwa hapa kushika na sitaweza kuwalipa pesa yao. Kwa hiyo inanibidi tu nifanye hivyo. Sawa, lakini kwani unalipwa kiasi gani kwa mwezi? Ni 100,000 kwa mwezi ndio unaolipwa. 100,000? Lakini hao watu wa mikopo wanawadai shilingi ngapi? Pesa wanaotudai ni milioni 10. Milioni 10? Ndiyo. Kwani waliwapa muda gani kulipa hiyo pesa? Walitupa wiki moja na wakasema tukishindwa kuilipa hiyo pesa ndani ya wiki watakuja kupiga mnada nyumba yetu. Milioni 10 kwa 100,000. Sasa hiyo itakusaidia kweli? Maki naona hapo umepewa wiki moja. Alafu huko unasubiria mpaka kwa mwezi. Sasa wewe uone kama bado tu? Ndiyo, itanisaidia kwa sababu nilikuwa nimefikiria nikawaombe waniongezee muda kidogo. Sawa, mimi nimekuelewa. Kama utaweza kuongea nao wakukubalia, lakini nilikuwa nataka kuuliza kitu. Kwani hao watu wa mikopo kipindi wanakuja, walikuja na fomu ya mkataba? Fomu? Hapana, yaani walikuja tu pale nyumbani wakasema kuwa baba yetu alichukua mkopo. Kwa hiyo hawakutuonyesha hiyo fomu, sijui mkataba, hapana, hawakutuonyesha. Nafikiri waliongea tu kuwa baba yetu amechukua mkopo benki na anatakiwa alipe na muda umekwisha. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini jaribu kuwa makini. Wakuonyeshe mikataba na hizo fomu ili muamini kama kweli baba yenu alichukua mikopo au la. Sawa, nitajaribu kufuatilia. Na nyingine mimi naomba nikuache kidogo, uwe na mchana mwema. Tuma, ndio sasa hivi tu au umechukia kuhusu ndugu yangu? Hapana. Kawaida tu, sema kuna vitu naenda kufanya kwa sasa hivi. Basi karibu sasa tupo. Ila naomba msamehe ndugu yangu atufanyia. Hata usijali. Basi Yani kama mduara, mambo yanaenda merotete. Yani kama nimerara, pakuchena vinendesha V8. Mara gafura mitaa, mbona tanikoma wakina feti. Mana binadamu husda, maneno mengi kuongea wachoki. Ipo siku yangu itafika, katikati yao nitapita. Japo mashindano vingi vita, lengo la watu mimi kuniangusha. Ipo siku yangu itafika, na katikati yao nitapita. Naam bosi. Vipi? Safi, naona kidogo unabonyeza bosi, unabofya. Kawaida, mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Vipi leo unaona wawili kulikoni? Ndio bosi, huyu ndio kijana wa kazi yule ambaye nilikwambia alienda kukisababisha kule. Kwao natuma. Huyu